Kwa sasa ratiba jinsi ilivyo, baada ya mashauriano na familia, ni kwamba kesho majira ya saa 10 tutautoa mwili kutoka mochwari na kuuleta hapa nyumbani, na baada ya kufika nyumbani basi mwili utapokelewa, utaingizwa ndani na kutakuwa na ibada fupi kama desturi na mila za Kikristo zinavyoelekeza. Kwa hiyo kwa kesho tutakuwa na tukio hilo kubwa moja la kupokea mwili na kufanya ibada fupi. Lakini kwa siku sasa ya Jumamosi ambaye ndio ratiba yenyewe na siku ya kupumzisha mzee wetu, shughuli zitaanza, tunategemea tuanze saa 3 kamili asubuhi, ambapo kutakuwa na shughuli ambazo zitaendeshwa, zitakuwa ni shughuli za kichama ambazo sasa chama ambacho yeye amekianzisha na kukiasisi na kuwa mwenyekiti wake wa kwanza, kutakuwa na kumbukizi yake ya maisha yake, mchango wake, uongozi wake, na katika kumbukizi hiyo tutakuwa na viongozi wa kitaifa pamoja na kanda mbalimbali. Kwa hiyo katika hiko kipindi tutapokea salamu kutoka nchi nzima kwa viongozi mbalimbali kutoka kwenye kanda zote 10 zinazounda chama chetu pamoja na viongozi wa mikoa. Kwa hiyo tunategemea shughuli hiyo itaenda mpaka kwenye majira ya saa 5. Baada ya hapo sasa ndio shughuli za ibada zitaanza rasmi na taratibu nyingine zitaanza kwa ajili ya kuendesha itifaki na masuala mengine, na baada hapo ndio tutaelekea sasa kumpumzisha mzee wetu. Kwa hiyo matukio makubwa mawili ambayo kama nilivyosema ni hilo la kesho la kuleta mwili, lakini la asubuhi ambalo pia nalo litakuwa ni muhimu sana, ambalo litazungumza kwa undani zaidi kuhusiana na maisha ya mzee. Unajua wengi wamemfahamu pamoja kwamba mzee amekuwa ni gavana wa kwanza, waziri wa fedha, katibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na taasisi nyingi, lakini tunaamini kwamba Watanzania wengi walimfahamu sana kupitia Chadema. Kwa hiyo kumekuwa na mchango mkubwa sana. Kuna wengine ambayo watu hawayafahamu. Kwa hiyo siku ya Jumamosi kwa watu watapata nafasi nzuri ya kujua maisha halisi na mchango wa mzee katika taifa hili.